finest, Muheza finest, podcast finest. Muheza finest, Muheza finest, the podcast. Hello Mwanabonde TV. Ni siku nyingine tena kwenye podcast yetu ya Muheza Finest, na kama tulivyokuahidi kwenye episode iliyopita ya Muheza Finest kwamba tutaenda kumtembelea mzee wetu au icon mojawapo ya Muheza pale. Lakini ni nani utamuona sekunde kadhaa nyuma. Moja kwa moja leo niko na mwenzangu Frank Kisiki ndio kumtembelea ndugu yetu mzee wetu. Atajitambulisha, mtamfahamu ni nani na anafanya shughuli gani. Sawa. Nadhani leo hii ile hadi yangu wiki iliyopita umeikamilisha, umejiandaa nayo sijui. Niliwaambia Muheza vitu vingi vitasafiri, utasafirisha machungwa, utatoa sijui maembe, ndizi, lakini kuna kitu kimoja tu ambacho huwezi kukisafirisha. Akipandi ndege. Na sio kitu chengine bali ni pombe ya mnazi. Hii pombe ya mnazi ukitia ndani ya chupa ukifunga, chupa italia mzinga mzito kama bomu. Mabomu ya Mbagala yale wakati ule utayakumbuka. Ukiweka kwenye ndoo pia ukifunga mfuniko utoboe tundu ipumue hivi hivi, na kwenye ndege yani ni mwiko pombe ya mnazi. Ukipanda kwenye ndege unaweza ukaenda nayo, lakini lazima ilipuke. Haitaki kupanda ndege. Hivi vitu vya asili vya Bondei vya utakupeleka wapi? Au sio mzee wangu? Au mzee wangu unasemaje kuhusu pombe ya mnazi? Pombe ya mnazi kweli kama unavyosema haijabeki kwenye ndege. Ukiweka kwenye ndege kwamba inapiga mzinga inawaka moto. Ndege italipuka. Bwana, kama ulivyosikia unaambiwa ukipanda nao kwenye ndege italipuka. Lakini huyu ndio mgeni wetu kwa siku ya leo. Yeye mwenyewe atajitambulisha ni nani na anafanya kazi gani. Watazamaji wa Muheza Finest wanatamani kufahamu wewe ni nani na unafanya shughuli gani. Karibu. Asante sana. Nashukuru kwa ugeni huu kufika hapa. Na taarifa nimezipata mapema sana. Kutokana na jina langu mimi rasmi ambalo linalojulikana, mimi naitwa Kihio Hatibu. Na kazi zangu mimi ni ukulima na sanaa kama hivi, naenda mikoa hadi mikoa na watu wanafanya na sanaa kama hizi. Kwa jina langu la dini naitwa nadhani Hatibu vile vile. Ndio maana nataka kuuliza pale. Hii ni Kihio ipo kwenye NIDA? Mamlaka zinakutambua? Kwa hiyo Kihio ndio jina la ukoo la babu yetu ambao katuzaa sisi. Okay. Kwa hiyo na ndio alionifunza hii ngoma hii ya utamaduni mpaka muda huu. Na kwamba kafariki katika kaiaga dunia kwamba ndio kanilisisha yao. Na Mr. Kihio, baada ya kujitambulisha, na wewe ni familia, kwenye familia labda ni una watoto wangapi? Na watoto nao 100. Watoto 100. Mzee kaupiga mwingi. Watoto 100. Watoto 100. Mzee Kihio. Uliza vijana wangu sio hapo. Kwa hiyo wa mama wangapi? Mama tofauti. Wanafika wangapi mama zao? Mama tofauti kama 10. Na umewaoa wote? Kwa ndoa. Kwa huna hata mwanamke mmoja ambaye umezaa bila ndoa? Bila ndoa yupo kama hivi. Lakini wote hao wamefanya haki ya kumheshimu Mwenyezi Mungu, kwa hiyo umenusuru. Hongera sana Mzee Kihio. Kazi umeifanya. Sio mchezo. Bwana Mzee Kihio, wewe unatoboa sasa hivi? Utatumia? Utatumia baba. Hiyo. Ila jamaa nyuma kamera anaanza. Nyuma kamera bwana anaweza. Kama 100 wafiki, lakini mpaka sasa hivi tukimhesabia 20 hivi. Hakuna. Kisha umri kama mzee. Inawezekana analingana. Akavunja rekodi ya mzee. Na hasa Mzee Kihio, nadhani tumestaajabika kwanza. Unaposikia mtu na watoto 100 kweli sio jambo dogo. Ndio maana utaona kama tumeshtuka hivi na kwa wagumu kuamini. Lakini ni kwamba wazee wetu wa zamani nyinyi mlikuwa na kitu vya ziada kushinda sasa hivi. Na moja kwa moja nataka kujua uliingiaje kwenye sanaa ya kupiga ngoma? Kuingia kwenye sanaa ni kwamba ni kutokana na uongozi wa kata yangu ya Kicheba na wilaya yangu ya Muheza na mkoa wangu wa Tanga. Nikapata uongozi kidogo wa viongozi ambao ni watendaji
na madc wa wilaya, mkurugenzi wa nani wa utamaduni ndio akaniongoza na mimi nikapata ile nguvu ya kuonana na watu kama nyinyi. Kwa hiyo tunataka kujua yani ile wewe ulianzaje? Kitu gani kilikuvutia mpaka ukaanzaje ngoma? Kwanza hii ngoma ya utamaduni kutokana na mababu zetu walicheza sana hii ngoma ya utamaduni. Sasa tukafuata zile hisia ambazo wale mababu wameziacha. Nikawa na mimi nikaja na hisia fulani nikasoma mimi mpaka darasa la 4. Zile hisia zikanizidi nikawa na mwamsho wa hii ngoma. Lakini zimeanzia hapo nikachukua vikopo kama hivi plastic napiga basi wenzangu wanifuata basi mwisho ikawa ni mwamko wa kikundi. Sawa. Mzee wangu, watazamaji wanatamani kufahamu unapiga ngoma ngapi wakati mmoja? Mwanzo kabisa ilikuwa ni ngoma 4. Kingoma kidogo kile. Lakini kwa hisia zangu ambazo zilikuwa zinanijia labda kimizimu unaona zikaongezeka ngoma hizo, ile imba ilikuwa hamna zikaongezeka mpaka zikafika ngoma 15. Zote unazipiga wewe wakati mmoja? Wakati mmoja 15. Kila ngoma ina sauti yake. Mimi nadhani kwenye yale maajabu ya dunia ngoma ngapi sijui, sina uhakika vizuri, lakini hili nalo liongezeke kuingia. Mimi nadhani mamlaka husika ukianza na Wizara ya Sanaa lazima lichukulie maanani kitu kama hicho. Kitendo cha Mzee Kioo kupiga ngoma zaidi ya 15 sio kitu cha kawaida na sio jambo dogo. Nadhani mwanzo wa podcast hii nadhani wizara za kufanya chochote kuhusu Mzee Kioo au mnalichukuliaje? Ni sahihi, watakiwa wizara wamtazame Mzee Kioo. Mzee ana kitu. Kwa sababu gani nikwambia hivyo? Sisi tangu tuko wadogo mzee huyu alikuwa anapiga ngoma. Kabisa. Wakati huo hata mambo ya muziki hayapo, yeye anapiga ngoma. Lakini bado muziki umeingia, vigodoro vimeingia, lakini bado yeye anaendelea ushindani, analeta ushindani. Si kwamba ni zile hisia za mizimu wale mababu zetu. Sasa nyingine hizo kalala anakuotesha kabisa kama siku 2-3 ambaye toka basi unaumwa. Unaumwa. Kwa hiyo useme kwamba kuna nguvu ya ziada, kuna mahusiano sasa kama ulivyoongea. Okay, sawa. Tumeona kwamba licha ya kwamba kwenye sanaa muda mrefu, ni muda gani ulianza kabisa yani kuanza ile, kama nakumbuka ni mwaka gani ulianza hii shughuli rasmi? Mimi katika kuzaliwa kwa kweli sijaweka bali mambo ya kuzaliwa lakini katika kwanza hiki kikundi mwaka 74. Sisi hatujazaliwa. 74 nikaanza kupiga hii ngoma. Hapo ni baada ya kukacha shule darasa la 4 hizo. Ndio shida sana ukaingia mtaani kupiga ngoma. Kwenye mambo ya ngoma. Na zile hisa zilizojia kuongoza kikundi kama hivyo. Hiyo zamani ilikuwa na jina lake linaitwa Kwa Uchungu. Kwa Uchungu. Yule baba alikuwa anaitwa Mzee Waka. Ndio alikuwa anaongoza kikundi. Sasa hivi wameshika jina ngoma ya Kioo. Ndio. Na kwani ngoma hii jina lake ama kikundi chenu mnaitwa? Sio si Mdumange huo. Mdumange. Kisambaa. Kwa Kisambaa. Na zamani kama nilivyoongea kwamba zamani ilikuwa inaitwa Kwa Uchungu. Kwa jina la yule baba alikuwa Kwa Uchungu. Naye yupo hai au? Keshondo Kwa Uchungu. Sasa mimi natamani kufahamu tangu mwaka 74 mpaka hii 2026. Je, yapi ni mafanikio kwenye mafanikio? Kwamba ni uongozi ambao tunaufuatilia katika wajua sasa hivi vifaa kama hivyo tukiwa na pata sauti na nini, mambo ya kisasa. Unaona bwana, sisi mpaka service tunakodisha kwa watu kama mafanikio bado naenda. Lakini watoto pia ni mafanikio, mbona hujataja? Ni mafanikio kwa sababu kuna wengine ndio kabisa riziki. Riziki nashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Kama nyinyi kama mlivyomtembelea sisi. Ni kweli. Sasa okay, tumeangalia kwamba unajua mtu anapotoka kujua mafanikio kuna muda mwingine za katamani aone kwamba nimejenga nyumba 100, nina magari tunatembelea, lakini kama nilivyosema wana watoto kwenyewe ni moja wapo ya mafanikio. 74 mpaka 2026 ni muda kidogo. Tunajaribu kuangalia, je, ndani ya mafanikio ukiachana na hayo na ndani ya shughuli zako kuna changamoto ambazo zinatokea. Lakini mimi kwa yengo tofauti tungetamani kujua changamoto ambayo ulikutana nayo kikazi
labda kuna siku unaenda sehemu utaisahau au yote. Ndio. Hiyo sawa. Tulikesha Muheza pale hapa unaita Ubeni. Basi ukawa na vurugu kali. Na hizo siku kipindi hicho sijajipanga katika haya mambo ya Uswahili ya Kiafrika. Tamaduni. Basi vurugu gani hizo nakwambia, jamaa wale wakishika hivi na watu wakisogeza hawataki. Mara tukamfuata mwenye shughuli asema mimi nichukua kibali. Sasa hiyo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 82. Kumbuka. Basi ikabidi tukajitahidi wenyewe mpaka ule bwana akaumizwa na mtu tu, wapenzi wale walikuja kuangalia wanataka burudani. Waumizwa. Basi mimi tukamaliza shughuli pale, kurudi nyumbani, askari wa polisi akaja akachukua. Piga mtu sijui nini. Mimi nikakubali na sikutaja ile kundi langu nilishirikisha, na sasa nikateseka hata nikifa huko kote. Ndio changamoto yangu ambayo nimepata. Hiyo hutaisahau. Wewe ulilala ndani? Nimekaa kama siku 4. Ila DC mwenyewe mkuu wa wilaya akasema hapana. Huyu mtu tunamtumia kwenye shughuli zetu za sikukuu, na mgeni waziri sio rais. Mbona hatumuone hapo? Kuna watu wa kuja mmoja kaweka ndani. Sasa niambieni nani? Asiona mheshimiwa na askari wanakuja pale. Kumwambia mkuu wa gereza, hebu mtoeni anakosa gani? Kwa hiyo unaweza kumkumbuka alikuwa ni mkuu wa wilaya kipindi hicho alikuwa ni Sheltete, ni Msambaa. Kama tukio lilitokea hizi kusani ni Msambaa. Msambaa Sheltete. Sana kwa mheshimiwa Sheltete. Kama sijajua kama yuko hai ama vipi, lakini mzee wetu hapa anatoa shukrani nyingi sana kwako. Kwa hiyo na vipi kwenye masuala ya mahusiano haya, sababu mojawapo ya unaweza kusema ilikuwa Diamond wa kipindi hicho. Ukiambia Diamond Platinum au Alikiba au Harmonize kwamba wakina Alikiba hata ile ndoto za kufahamika haipo. Hamu ndio kujua kwamba kwenye masuala ya wakati uko maarufu kipindi hicho, najua kuna matamanio ya watu fulani kuachana mtu ni star. Je, chokochoko kwenye masuala ya mahusiano kweli ilikuwa changamoto ipo sana. Lakini baada ya kuona na watoto kama hivi wengi, ndio ile changamoto nikaishusha, nikaona ingekuwa siku duniani sasa hivi. Nisikia tu jina kama alisema mheshimiwa kwamba tokea tusoma tutasikia kabisa hiyo. Ilikuwa sipo. Lakini pia nafahamu, unajua kingine cha kushangaza, unajua bado mzee sasa kama 74 alianza rasmi kupiga ngoma mpaka leo 2026, maana yake kuna miaka 50. Unafikiri alipiga ngoma na miaka mingapi? Kwa hiyo sasa hivi ana zaidi ya 60. Lakini ana dongo zuri watu wanasema. Bado tumeona kwamba kwenye hizi shughuli za jadi za kitamaduni zinazokuwa na changamoto zake kubwa tu, ukiachana na hiyo ambayo ulilala ndani siku 4 na bwana mheshimiwa mkuu wa wilaya wakati huo akaja akakutoa mwaka 80. Changamoto gani nyingine ukiachana na hiyo ambayo ulikuwa unasema huwezi kusahau, lakini kuna changamoto sema ndogo ndogo hizi zilisovika kwenye vijiji vya watu ambao wanatembelewa kama alivyosema mheshimiwa hapa? Kwa kweli tunaenda sehemu ambazo wanaweza msipige ngoma kwa kweli, watu wanakuja mabonsa kwa hivyo hamna kupiga ngoma hapa. Sasa ukifikiria watu ndio tuita mengine wanatokea wapi? Ndio unaona bwana. Lakini sasa kwa mimi nilivyojiongeza kama nilivyokuambia, basi nazunguka kwenye nyumba ya mtu wani naongea mambo yangu. Fika pale umetulia, hakuna kitu tena. Yaani hapo utacheza umkanyage mwenzako pole bwana. Kwa hiyo mzee Kio, nataka kusema tofauti na shughuli zako za kupiga ngoma na za kilimo, lakini pia ni dokta.